Sasa nilikujuza hapo awali kwamba tutaungana na wenzetu kutoka Dodoma, makao makuu ya serikali. Mimi napenda kuita moyo wa Tanzania ulipo. Pale ndipo ambapo unadunda dunda. Na leo Baragum Live wenzetu wa Dodoma wameweza kumwalika mgeni ambaye ni afisa muhifadhi msaidizi wa TAWA Donald Masaga Shija na askari mwandamizi kutoka TAWA Bartholomeo Maganga. Lakini kubwa tutakwenda kuzungumzia umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori. TAWA nao wanahusika na masuala ya utalii. Sasa hapa namuona moja kwa moja Leonard Mwacha tayari kwa ajili ya kuendesha mahojiano haya. Tujiunge moja kwa moja kutoka Dodoma. Kwako Leonard Mwacha, karibu. Na ndugu zetu kutoka pale Dar es Salaam studio zetu na mtazamaji wa Channel 10, karibu tuendelee na kipindi chetu cha Baragum Live, ungwe nyingine tena, ambapo kwa sasa hivi tuko hapa Dodoma, Tanzania, makao makuu. Mimi naitwa Leonard Mwacha, na kama ambavyo umejuzwa hapo studio, tutakuwa tunazungumzia masuala mazima ya umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori. Na wageni wetu hapa ni kutoka mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori, na mgeni wa kwanza ni askari mwandamizi Bartholomeo, lakini pia na mgeni mwingine ni afisa mhifadhi msaidizi Donald Masaga kutoka uhifadhi wa wanyamapori, mamlaka hiyo TAWA. Habari za asubuhi ndugu zangu. Salama kabisa. Sisi wengine tukienda kuwatembelea watu mahali wanatuambia mmetunyima nini? Basi na mimi TAWA nauliza mmetunyima nini TAWA? TAWA kwa kweli tumewanyima mambo mazuri. Kuna mambo mazuri kule sana. Tuna uhifadhi wa wanyamapori na mazingira yao. Kwa kweli ndio kitu ambacho tunawanyima wanyamapori. Mambo ni mazuri kwa kweli. Lakini wanaonyimwa nadhani wanajinyima wenyewe kama hawaendi kutembelea. Sahihi kabisa. Sasa ambao tuna utamaduni wa kufanya hivyo watunyimwe. Kabisa. Uko sahihi mtangazaji. Kwenye swala la uhifadhi wa wanyamapori, tukianzia hapa. Tunaosema uhifadhi wa wanyamapori, tunamaanisha kitu gani? Uhifadhi wa wanyamapori maana yake ni kulinda wanyamapori wenyewe ama rasilimali ya wanyamapori pamoja na mazingira yao, lakini pamoja na kutumia katika hali endelevu. Yaani usitumie mpaka vitu vyote vikaisha ama rasilimali yote ikaisha. Unatakiwa uitumie kwa utaratibu ili kusudi iendelee kuwepo kwa lengo la kukufaidisha sasa hivi, lakini kufaidisha na vizazi vinavyokuja. Hiyo ndio maana ya uhifadhi. Okay, niende kwa askari. Sorry, kwanza unajua mnakosea kitu kimoja. Yaani ukisema muhifadhi na askari wote ni kitu hiki, unamaanisha kitu moja. Kama unachanganya, ndio kubwa nenda kule wataenda kuhoji. Sababu tumemwambia wote majukumu ni sawa na wote ni askari. Ndio hicho. Mkisema hivi lazima kule wakubwa wanaenda kuhoji. Wanaona kwenye picha lenki tulizovaa na nini, wataenda kutakuwa na maswali mengi doubt tena hapo. Wataonekana sisi tuliotumwa hatujafanya kitu tulichotumwa. Basi sawa, haina changamoto. Lakini mimi tunaamini katika jamii kuna mtu akiona akivaa askari, unajua kuna vitu hivyo. Lakini kwa sababu tunatoa elimu na furahi pia atakuwa wamefahamu. Kwenye masuala nataka niende kwa Maganga sasa, mhifadhi mwenzako. Ni vitu gani ambavyo jamii au mtu yote akifanya utasema kabisa hapa huyu amekiuka masuala mazima ya uhifadhi wa wanyamapori? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kama alivyokwisha tangulia kunitambulisha, kwa majina ni askari muhifadhi mwandamizi kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori kwa maana ya TAWA kanda ya kati. Kija kwa swali la moja kwa moja kwamba mwananchi akivunja sheria ya uhifadhi namba 5 ya mwaka 2009 ambayo ndio muongozo wa uhifadhi wa wanyamapori Tanzania, kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, kwa kumiliki kwa kukusudia au kwa bila kukusudia kumiliki nyara yote ya serikali. Kwa nikisema nyara kwa maana ya kwamba ni kuanzia nyama ya mnyamapori, iwe kucha, iwe kwato, iwe ngozi, iwe meno, pasipokuwa na kibali
kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori moja kwa moja atakuwa ametenda kosa. Vile vile akiwa ameingia ndani ya hifadhi pasipokuwa na kibali cha kumruhusu kufanya hivyo ni kosa kisheria, na pia kuingia akiwa na silaha pasipokuwa na kibali cha ile silaha kuruhusiwa kuingia ndani ya hifadhi ni kosa kisheria, na kuwinda mnyamapori yeyote kwa silaha ya aina yoyote iwe ya jadi au hizi zinazoruhusiwa kisheria pasipokuwa na kibali ni kosa kisheria. Sasa kwenye umesema kuingia. Sasa unajua kuna mtu mwingine anaweza kaingia kwa sababu bwana mimi niko napita hapa, umeona naelekea kijiji cha jirani, lakini wakati huo kuna watu ambao wana tamaduni za kutembea na silaha za jadi, ni sehemu ya tamaduni zao. Katika hili mnafanyaje? Okay, sawa. Kwamba kiujumla sheria haijaruhusu mtu kukatiza ndani ya hifadhi pasipokuwa na kibali, isipokuwa kuna wale jamii ambazo hapo awali zilikuwa na makazi yao ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa, na baada ya kuanzishwa vijiji vya ujamaa walitolewa, wana desturi ya kwenda kutembelea yale maeneo. Sasa kabla ya kwenda kutembelea yale maeneo huwa wanafika katika ofisi za mamlaka na kupewa vibali maalum na kupewa usimamizi au muongozaji atakayewasimamia kuweza kukatiza katika hifadhi hiyo. Okay. Jukumu la kufanya hayo yote ambayo pale mwanzoni uliyasema linabaki kwa nani? Ni la sisi wananchi wote, la TAWA, au kuna watu maalum wamewekwa kwamba nyie mtasimamia na kuhifadhi wanyamapori? Asante. Kabla ya kuingia kwenye jukumu, niongezee kidogo aliposema mwenzangu hapa kuhusiana na makatazo ama kitu gani mwananchi akifanya anakuwa amekiuka ama amevunja sheria ama amekwenda kinyume na inavyotakiwa. Kikawaida sisi binadamu na hata maandiko ya kidini yanasema binadamu ni mnyama ambaye amepewa mamlaka ya kumtawala mwenzake. Kwa hiyo sisi tumepewa mamlaka ya kuwatawala wenzetu. Kwa kutumia hayo mamlaka tukajiwekea taratibu, tukatenga maeneo kwamba hili eneo ni la wanyamapori na hili eneo ni kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo sasa, ili kusiwe na mwingiliano ambao unaweza ukaleta mgogoro baina ya wanyamapori na binadamu, kusiwe na tukajiwekea sheria pamoja na kutenga haya maeneo, lakini tukajiwekea sheria kwamba sheria hii inakataza, kama alivyotangulia kuisema, inaitwa sheria namba 5 ya uhifadhi wa wanyamapori ya mwaka 2009 ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2022, inaitwa sura namba 283. Kwa mfano kifungu cha 15 kinasema hauruhusiwi kuingia ndani ya hifadhi. Unajua mwananchi akishaingia anachokwenda kufanya kule, kuingia peke yake kwanza ni kosa. Maana kuna watu wanaona kama mbona kama hapa tunaonewa. Nimeingia sijafanya kosa lolote. Pia hata kuingia ni kosa. Kwa sababu unaingia kwa minajili gani? Unakwenda kufanya nini? Maana yake kuna uharibifu ambao umepanga kwenda kuufanya. Kidogo. Ndio. Hakuna mazingira yoyote ndio yanayoweza kumruhusu mwananchi akaingia kwenye hifadhi. Mazingira yapo yanaweza kumruhusu mwananchi akaingia kwenye hifadhi ukifuata taratibu. Uwe na kibali. Unatakiwa uwe na kibali kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli ambazo zimeruhusiwa ndani ya hifadhi. Vinginevyo ni makatazo, hairuhusiwi kabisa. Kwa sababu tukiruhusu matumizi holela, hatutakuwa na uhifadhi. Maana tutavitumia hizi rasilimali zilizopo kwa sasa hivi, na baadaye vizazi vinavyokuja vya baadaye hawatanufaika na rasilimali za wanyamapori pamoja na mazingira yake. Kwa hiyo ndio maana kuna makatazo. Lengo ni hizi rasilimali ziweze kutufaidisha sasa hivi, lakini na baadaye ziendelee kuwepo. Makatazo ni mengi. Pamoja na kuingia, hairuhusi kuingia, lakini hairuhusi kufanya uharibifu wa mazingira. Kwa mfano kwenye kifungu cha 18, ikiwa ni pamoja na kuchungia mifugo, hairuhusi kuharibu uoto wa asili wa ndani ya hifadhi kwa namna yoyote, ikiwa ni pamoja na kuchungia mifugo. Ukichunga ndani ya hifadhi,
kuna madhara mengi yanatokea, na hapo ndo tunapata changamoto ya wanyama wakali na waharibifu, kwa sababu mifugo imekwenda kutumia mahitaji ya wanyamapori, na wakikosa mahitaji yao, maana yake wanatoka nje kwenda kuyatafuta. Wanapotoka nje kwenda kuyatafuta, yule anayekula nyasi akikuta wewe umelima mahindi, anajua ni nyasi, anazitumia. Wakati anazitumia, ameharibu, wewe hautampenda katika hali ya kawaida. Ndio hapo mgogoro unaanzia. Utataka aidha kumdhuru. Ukimdhuru, na yeye anatafuta namna ya kulipiza kisasi. Hawa wanyama ni viumbe na wenyewe wana akili. Kwa mathalan ni tembo, huwa wana namna ya kulipiza kisasi. Hapo ndio mgogoro unapoanzia. Kwa hiyo ili kuepuka huo mgogoro, sisi binadamu tumetumia hayo mamlaka ya kujiwekea sheria na taratibu ili kuepuka huo mwingiliano, pamoja na mambo mengine, changamoto zingine ambazo zinaweza zikatokea hapo. Twende kwenye jukumu sasa la kwenye majukumu ya uhifadhi au kulinda hizi rasilimali zetu. Ni jukumu la kila mmoja wetu, kwa sababu hii rasilimali ya wanyamapori ni mali ya umma. Kwa mujibu wa sheria, rasilimali ya wanyamapori ni mali ya umma, na msimamizi wake mkuu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa rais yuko peke yake, majukumu ni mengi. Amemgawia kila mmoja sehemu kusimamia majukumu yake. Kwa mfano kwenye masuala ya uhifadhi pia kuna watu wamewagawia kuanzia ngazi za juu mpaka huku chini, sisi tunaotekeleza majukumu kwenye maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo jukumu la kwanza ni mwananchi, kwa sababu mathalan, kwa mfano mimi natoka hifadhi ya pori la Akiba la Swagaswaga. Tuko watumishi tusiozidi 30. Eneo ni kubwa, ina zaidi ya kilomita za mraba 800. Sasa watu 30, majukumu ni mengi, sio ulinzi peke yake. Kuna majukumu ya utawala, mambo ni mengi. Sasa ukisema watu 30 kwenye lile eneo wafanye ulinzi, kuzuia uharibifu ndani ya eneo, ni kama hawatoshi. Maana yake tunawategemea pia wananchi wa pembeni, aidha wa pembeni ama wa Tanzania kwa ujumla, waweze kulinda hizi rasilimali yetu. Hatutoshi, na ni kwamba tumepewa sisi mamlaka ama majukumu kwa muda huu ambao tupo. Kuna wakati tutakuwa hatupo. Je, mlinzi wa rasilimali hii ni nani? Mlinzi wa rasilimali ya wanyamapori ni mwananchi au Mtanzania yoyote, kwa kila nafasi, kwa kila mmoja, kwa kila nafasi anapopatikana kulingana na nafasi yake. Mfano, viongozi wa dini wana jukumu la kukemea vitendo vya kihalifu dhidi ya wanyamapori pale wanapokuwa wamesimama mbele ya waumini wao. Hii itatusaidia sana. Viongozi wa serikali wanapokuwa na mikutano na wananchi, wawaeleze madhara ya kufanya uharibifu ndani ya hifadhi, madhara ya kutumia rasilimali ya wanyamapori kinyume na sheria. Lazima waambie. Kwa mfano mimi ni afisa wa ujirani mwema. Majukumu yangu ni kutoa elimu ya uhifadhi. Na tunatumia majukwaa mbalimbali kufikisha ujumbe kwa hadhira. Tunatumia majukwaa, mikutano, vikao, lakini pia tunafika vioni na mashuleni kuwaelimisha wananchi. Elimu ya uhifadhi kwa ujumla ni pana kidogo. Tunachokitarget ama tunachokilenga wanafunzi wa shule ya msingi, sekondari na wanafunzi wa vyuo waweze kupata hii elimu. Viongozi wa dini kama nilivyotangulia kusema, viongozi wa serikali, mwananchi wa kawaida, kila mmoja anapopatikana kwa nafasi yake, namna gani anaweza kuwa mlinzi wa hizi rasilimali. Mfano, mwananchi wa kawaida kwenye maeneo yake, unatakiwa utoe taarifa ukiona uharibifu wa mazingira kwenye hifadhi au ujangili dhidi ya mnyamapori, ukijua kwamba ana faida kwangu, kwa jamii yangu, lakini na kwa taifa langu kwa ujumla. Sasa kwenye hao wote uliowataja, wanafunzi, viongozi wa dini ambao mnafuata na kuwapa elimu au mnataka kuwashirikisha, ni wale ambao wapo karibu na zile hifadhi, sababu unasema jirani mwema, ni wale ambao ni majirani au ni wote ambao hata kama wako mbali na hizi hifadhi? Ni wote, kwa sababu moja, ukiharibu mazingira, kwa mfano ukakata miti eneo ambalo liko mbali na hifadhi, uharibifu wa mazingira, matokeo yake maana yake ni mabadiliko ya tabia nchi. Umefanya wewe ambaye uko mbali na hifadhi, lakini mabadiliko ya tabia nchi yanakwenda yanafika mpaka kwenye hifadhi, wanyama wanaathirika. Ndio maana hatuwalengi walioko pembezoni peke yake. Kila mmoja mahali popote alipo anatakiwa awe na awajibike.
Lakini pia wanyamapori wanatembea. Nimesema tumewekea maeneo, tumewatengea maeneo na tukaweka mipaka. Sisi ndo tuna akili ya kujua hapa nimeweka beacon. Huu ni mpaka, huyu ni mnyamapori. Hii hapa tumeweka bango, hii ni hifadhi ya swaga. Lakini mnyamapori kwa bahati mbaya haelewi, hajui kusoma, hajui hiki ni kigingi, hajui hii ni beacon, anatoka anatembea, anaweza kufika hata mjini. Kuna mwaka fulani waliwahi kuonekana tembo hapo chuo kikuu cha Dodoma. Walitokea hifadhini mbali kabisa. Lakini kwa sababu hawana hiyo akili ya kujua hapa huu ni mpaka wa hifadhi, mimi siruhusiwi kwenda huku. Na sababu zinaweza kuwa ziko nyingi pia. Pengine kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini hawezi kusahau hifadhi yake. Hawezi kusahau kama. Mathalan tembo, lazima atarudi. Akienda akitafuta mahitaji yake akiyapata atarudi. Sawa sawa? Kwa hiyo sasa wanapokuwa wanatoka wanaweza kusababisha aidha madhara au wewe ukamtumia kivinginevyo kwa sababu tu yuko nje ya hifadhi. Umeleta hasara kwa sababu umemtumia kinyume na utaratibu. Na mnyamapori anapotembea, bahati nzuri yake sheria iko mgongoni kwake. Awe ndani ya hifadhi au awe nje ya hifadhi, sheria inamlinda kwamba huruhusiwi kumuua bila kibali. Tutakuja kuzungumza vizuri baadaye hapo, kwa sababu kama ikitokea kwa mfano unaona anasababisha madhara kabisa, mathalan labda ni simba. Juzi tuliona pale ni simba nadhani, ni simba si ndio? Sahihi kabisa. Yeye ndo Asante. Au ni wananchi wenyewe. Asante mtangazaji, kabla mwenzangu hajaongezea hapo, ni kweli tulipata, kwa sababu pamoja na faida nyingi ambazo tukizizungumza inawezekana muda usitoshi. Faida za wanyamapori pamoja na mazingira yake, faida nyingi sana. Lakini pamoja na hizo faida nyingi, kidogo tumekuwa na changamoto ya kupata wanyamapori wakali na waharibifu. Tunaiita changamoto kwa sababu moja. Lilikuwa ni tatizo. Katika hali ya kawaida kwenye maisha yako ya binadamu, ukipata tatizo usiliruhusu kuwa tatizo, ligeuze kuwa changamoto. Changamoto ni rahisi kuitafutia ufumbuzi ili maisha yaendelee. Nikupe mfano mzuri ambao jamii inaweza kuwa inaelewa. Tuna magari. Lakini magari yanapata ajali na yanaua. Lakini yanatusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa tulipopata hilo tatizo, tukasema lisiwe tatizo, tulibadilisha ile changamoto. Tukatafuta ufumbuzi. Kwa mfano, ukiwa unaendesha gari, lazima uwe na leseni. Lazima ujifunze udereva kwenye vyuo ambavyo vinakubalika. Lengo ni kupunguza ajali ambazo zinatokana na magari. Magari yana vidhibiti mwendo. Tunaweka matuta kwa lengo la kupunguza. Ukitembea barabarani kama wewe ni dereva uliyesoma katika vyuo ambavyo vimekubalika, utaona mabango kwamba hapa ni eneo la makazi ya binadamu. Hutakiwi kwenda spidi zaidi ya 50. Hizo ni mbinu ambazo tunazitumia kuondoa hili tatizo, maana yake lishakuwa changamoto. The same kwa wanyama. Baada ya kupata changamoto wakali na uharibifu, tukajiuliza kwa nini tusitafute mbinu? Sasa tukaja na mbinu za kuzuia ama kuzuia kama sio kuondoa kabisa haya madhara yanayotokana na wanyamapori wakali na waharibifu. Na wanyamapori wakali na waharibifu bwana, kwa mujibu wa kanuni, inaitwa kanuni ya wanyama wakali na waharibifu hivyo, au tunasema Dangerous Animal Damage Conservation ya mwaka 2011 ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2024, imewataja wanyama 8 kuwa ni wakali na waharibifu. Wanyama hao ni pamoja na faru, pamoja na tembo, pamoja na nyati, pamoja na chui, pamoja na simba, pamoja na kiboko, pamoja na mamba na kiboko kaa kwenye maji, lakini pamoja na fisi madogo. Sasa na imetaja hao 8 peke yake kwa sababu gani? Wanyama wa porini wako wengi, inawezekana waharibifu wako wengi. Kuna kware, ukipanda mahindi leo unaweza kukuta kware kesho ukaja ukakuta amedonoa na anafuata shimo baada ya shimo pale ulipoweka, utafikiri alikuwa anakuona mita kwa mita, na yeye ni mharibifu. Kuna nguruwe anakula mahindi,
Amini anakula mihogo, anakula miwa, kuna ngedere, kuna wanakula mahindi, nao ni waharibifu. Lakini kilichozingatiwa, kwa nini wakatajwa wanyama 8 peke yake? Ni kwamba wakati mwanadamu, mwananchi, unajilinda wewe, unalinda maisha yako, kwa sababu wakati mwingine wanaleta madhara makubwa, wanahatarisha maisha, sio kwenye mali tu, kwa maana ya mazao na mifugo. Wale wanaokula nyasi, wanakula mahindi, wanakula mazao, matikiti na mazao mengine. Wale wanaokula nyama, wanakula mbuzi, wanakula ng'ombe, lakini wanahatarisha pia maisha. Kuna mwingine anaweza kaja ukamkimbiza akakimbia. Akakimbia. Nilikuwa naelekea huko. Utafikiri ulikuwepo mtangazaji. Kumbe nao naelewa. Inawezekana nao umesoma haya mambo. Nguru unamkimbiza anakimbia. Mwananchi, wakati unalinda mali yako au unalinda maisha yako yako hatarini kiasi gani? Hauwezi ukachukua fimbo ukamfukuza tembo. Ni marufuku. Kuna watu wana mchezo. Wakimwona tembo wanachukua fimbo, wanaanza kumshangilia, huyo. Akiingia kwenye maeneo yako, tafadhali acha hiyo kitu usifanye. Haturuhusu kabisa. Sikia kelele. Hapendi usumbufu, kwa sababu tunasema wanyamapori tunawapenda. Lakini maisha kwanza. Kwani tukiwapenda wanyamapori alafu wanadamu wakauawa na tembo au na simba wasiwepo, kuna faida gani? Maisha kwanza, thamani kwanza ya maisha. Kwa hiyo tunasema zingatia kwanza kulinda maisha yako. Sawa sawa? Kwa hiyo kama unamfukuza, uwe na tahadhari kubwa. Asikulinda mali yako, kudhuru wewe. Kwa hiyo sasa kilichozingatiwa maisha yako wewe. Wakati ngedere unaweza ukachukua fimbo ukamfukuza akaondoka kwenye mahindi yako. Ukaweka hata limdoli shambani, nyani, ngedere, na kware, ukaweka limdoli likawa linafanya hivi shambani, akija akiliona anakimbia, mazao yako yamesalimika. Lakini hauwezi ukachukua fimbo ukamfukuza simba ambaye ameingia kwenye zizi kukamata mifugo yako. Ni hatari. Kwa hiyo ndicho kilichozingatiwa, kwamba ukali na uhatari wa hawa wanyama, ndio maana wakatajwa hao 8. Sasa kwa mfano kwenye hifadhi ya Swagaswaga, hifadhi ya Swagaswaga iko kwenye wilaya 2 katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Temba na wilaya ya Kondoa, lakini makao makuu yake yako pale kijiji, kata na tarafa ya Kwa Mtoro. Kilomita 147 kutoka Dodoma unakuwa umefika Kwa Mtoro, ambayo iko kwenye wilaya ya Temba. Lakini pia kwenye upande wa kaskazini tumepakana cha Masusu ambacho kiko wilaya ya Hanang' mkoa wa Manyara. Sasa kwa hivi karibuni, kuanzia mwezi wa 7, katika upande wa wilaya ya Kondoa tumepakana na kijiji kinaitwa Chemchem na tumepakana na kijiji kinaitwa Iyoli kwenye kata ya Kingale. Lakini pia ndani ya kijiji cha Chemchem kuna taasisi ya gereza inaitwa King'ang'a. Kwa siku za hivi karibuni kumetokea changamoto kidogo ya wanyamapori wakali na waharibifu. Simba walikuwa wanavamia mazizi usiku, nyakati za usiku, wanakula mifugo. Wanachukua ng'ombe, wanakula punda, mbuzi. Kwa hiyo imekuwepo hiyo changamoto. Lakini kama nilivyosema, ukipata tatizo ibadilishe kuwa changamoto. Kuna namna ambayo tunalazimika kuwafikia wananchi, kuwapa elimu ya namna gani wao kwenye mazingira yao wapunguze, kama sio kuondoa kabisa hizi changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu. Ni simba. Na tunapokwenda kwenye mikutano na vikao pamoja na semina za vioni na mashuleni, tunawaelimisha, tunafundisha wananchi, kwa sababu tunaamini, kwa mfano unapofundisha mtoto mdogo, yule ni mtoto mdogo wa sekondari, lakini tunaita hiyo long term plan, ni mpango wa muda mrefu, atakuwa nayo hiyo elimu. Sasa kwenye hizo mbinu za kukabiliana nazo nadhani tutakuja kuzungumzia baadaye. Lakini mimi nilitaka tu kujua kile kigezo ambacho pengine mtumia, au kwa nini wananchi wasingefanya wao peke yao. Asante. Kwanza ni uhatari. Namalizia alafu mwenzangu ataongezea. Kwanza ni uhatari wa wanyama wale. Kwa mfano huyo simba ni hatari, huwezi kumfuata hivi. Lazima uwe na mbinu za kukabiliana na huyu mnyama wa porini. Uwe na mbinu, pengine uwe na vifaa, na waelimisha kwamba kuna mbinu ambazo ni rafiki, unaweza ukazitumia ili asikuletee madhara, hatarishe maisha yako. Kwa mfano, jenga mazizi ambayo ni imara.
Tengeneza zizi lako leo. Unakuta mwananchi ana ng'ombe 100, ana mbuzi 80, lakini ukiona zizi lake ameweka vimiba tu pembeni huku, yani simba au fisi akija ni rahisi kabisa anaingia anachukua, wewe huko ndani kule. Alafu sasa nikwambie, mwananchi ana kuku 5, ana mbuzi 80, kuku 5 kawachukua kaingia nao ndani, amelala na koroma kule. Alafu ng'ombe 80, mbuzi 80 wako nje kwenye zizi la ovyo ovyo. Sasa kipi chenye thamani? Yaani anashindwa kujua kitu chenye thamani, kaacha nje, anaingia na kitu chenye thamani ndogo ndani. Tunaelimisha, jenga zizi imara. Yaani hata yule mnyama wa porini akija, akitaka kuchukua angalau awe na hangaika. Na wewe utasikia huko ndani. Na ukishasikia uzembe, toka na tochi yenye mwanga mkali. Wanyama wa porini hawapendi mwanga mkali. Ndio maana anakuja usiku. Ndio maana anakuja usiku. Wana haiba, ukimulika atakimbia. Mifugo yako inakuwa imesalimika. Basi asante sana. Na niamie sasa kwa mhifadhi Maganga. Natamani kufahamu kwanza umuhimu wa kuwashirikisha sasa jamii na wale wote wanaozunguka hifadhi katika masuala mazima ya uhifadhi wa wanyamapori. Ni kwa nini lazima tuwashirikishe jamii? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nianze kwa kuongezea mwenzangu alichotangulia kuongea kwamba ulinzi wa rasilimali za wanyamapori ni kila mwananchi, ni jukumu lake. Hauwezi mwananchi kama uone kuna mwenzako ametenda kosa ukaacha atende. Unaruhusiwa kisheria kumkamata yule mwananchi na kumfikisha katika vyombo husika kwa ajili ya hatua zaidi. Nikienda moja kwa moja kwenye swali lako, tunasema umuhimu wa kushirikisha jamii katika masuala ya uhifadhi ni ili jamii ielewe na iweze kunufaika na uwepo wa rasilimali hiyo kwa kufanya sisi kama mamlaka ya wanyamapori kanda ya kati tumeshirikisha jamii moja kwa moja kwa njia mbalimbali. Kwanza kuna vibali maalum ambavyo vinatolewa vinavyowaruhusu wananchi kuweza kufanya shughuli za uvuvi katika baadhi ya maeneo yaliyohifadhiwa. Pia kuna vibali maalum kwa ajili ya ufugaji nyuki, kwa maana wananchi wameruhusiwa kutundika mizinga kwa ajili ya ufugaji nyuki katika maeneo maalum waweze kunufaika na rasilimali ya wanyamapori, kwa maana nyuki wale wanapatikana ndani ya hifadhi. Kwa hivyo moja kwa moja mwananchi akitundika mizinga yake ndani ya hifadhi, uwezekano mkubwa wa kupata asali nyingi ambazo na kujipatia kipato ni mkubwa. Njia nyingine ni kwa sisi, mfano mimi ninatokea Dodoma, Tawa, kituo cha Dodoma. Hapo nashughulika kama alivyosema, yani afisa ujirani mwema, kadhalika mimi ni afisa ujirani mwema kwa hapa Dodoma, ambapo nashughulika na wilaya 3, kwa maana ya wilaya ya Mpwapwa, Kondoa, Kongwa, Bahi na Chamwino, na Dodoma yenyewe wilaya 5, wilaya 5, ambapo na vijiji 72. Sasa katika hivyo vijiji vyote vina changamoto mbalimbali tofauti tofauti. Mfano upande wa uvuvi, kuna ile upande wa Mpwapwa na Chamwino kuna ile bwawa la Mtela, hapo wananchi wanaruhusiwa kwenda kuvua mle kule, kwa sababu ile haliko chini moja kwa chini ya mamlaka ya wanyamapori. Lakini sisi tunawasaidia wananchi wale wanaofanya shughuli kule wanapopata changamoto za wanyamapori na wakali na waharibifu, hususan mamba na viboko, wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao ya kujitafutia kipato. Pia kitu kingine ambacho wananchi wananufaika nacho, mfano kwa hapa Dodoma mjini kuna hizi bucha za kuuza nyama pori zimeanzishwa. Hiyo ni moja ya manufaa wananchi wanao kujipatia kipato, na vile wananchi waweze kupata protini kwa kuweza kununua nyama katika hayo mabucha yaliyoruhusiwa maalum kisheria. Na nyama za mabucha hayo zinatokana na hao wanyamapori waharibifu. Wale wamiliki wa mabucha
wanachotakiwa ni kufuata taratibu za kukata vibali na nini. Inapotokea mnyama mharibifu amepatikana eneo fulani, wananchi husika wa eneo lile ndio wenye mamlaka ya kumuuzia yule mwenye bucha ile nyama kupitia afisa wa wanyamapori wa wilaya au halmashauri husika. Mwenye bucha haruhusiwi kuwinda. Yaani kwenda kuwinda moja kwa moja yeye kuwinda hifadhini. Sina bucha? Ndio. Usiruhusu kuja kuwinda. Kwamba leo ndugu zangu labda wanataka nyama ya kiboko au wanataka nyama ya faru. Hapana, haruhusiwi. Kisheria haruhusiwi. Yeye nyama anayotakiwa kuuza ndani ya bucha yake ni zile nyama zinazotokana na wanyamapori waharibifu au wakali. Kuna kwenye swala la kuwinda hapo, kuna baadhi ya wanyama hawaruhusiwi kuwindwa kabisa katika namna yote ile, ili labda kulinda, labda kwa sababu wanatoweka hivi labda, au nyama yoyote tu nikiwa na kibali natakiwa na kile bana, nataka mamba tu, nataka simba. Asante ndugu mtangazaji, ni sahihi kwa sababu wanyama wengi mathalan kwa kipindi hiki kuna wanyama wanaosema walioko hatarini kutoweka na wengine wako hatarini zaidi kutoweka. Mathalan tuchukulia tembo, ni mnyama ambaye yuko hatarini kutoweka kutokana na changamoto za uvamizi wa maeneo ya hifadhi, na hiyo imesababishwa na kwamba wananchi tunaongezeka. Kwa mfano nchi yetu tulipopata uhuru kwa sensa ya kwanza tulikuwa ni milioni 8, lakini sasa hizi tuko zaidi ya milioni 62. Eneo la ardhi bado ni lile lile, na wanyama kama mwanangu vitangulia kuongea kwamba hawajui mipaka. Maeneo mengi yalikuwa ni wanatembea kwa ajili ya kujitafutia mahitaji yao ya kila siku, lakini sasa hizi anapotoka anakutana na nyumba ya Maganga, kutoka nyumba ya Shija, yule nyumba ya Mlingwa, mwisho wake atatangatanga pale, hajui aende wapi. Mwisho wa siku kutokana alikuwa na matafuta mahitaji, ataona kuna shamba pale, ataenda kula. Hicho ni chanzo kimojawapo ambacho ni uvamizi katika vyanzo vyao, au na vile vile kuziba mapito yao, yani shoroba zao zilizokuwa ni mapito ya kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hapo tukija hata katika suala la kuwinda, sio kila mnyama anaruhusiwa kuwindwa kisheria. Kuna wanyama wengine wanaruhusiwa, wanyama wote wanaruhusiwa kuwindwa ila kwa vibali maalum. Mfano kwa shughuli, mfano kwa ajili ya tafiti mbalimbali za kisayansi. Mnyama, baadhi ya wanyama kama twiga wanaruhusiwa kwa kibali maalum cha rais. Mnyama tembo na wanawindwa kutokana na kitu kinaitwa kota ambazo zinaandaliwa na wataalamu wa wanyamapori kupitia taasisi ya utafiti wa wanyamapori yani TAWIRI. Okay. Nashukuru sana. Naona viko vingi kweli. Naomba nirudi kwa kidogo. Nadhani bila kuzungumzia angalau hata mafanikio kidogo. Laka kusimamia na kuratibu masuala mazima ya wanyamapori. Ni mafanikio gani ambayo mnajivunia hususan katika kipindi cha miaka minne pengine? Asante. Kabla sijaje kwenye swali lako, ningependa niongezee kitu kuhusiana na swali lililopita la kwamba umuhimu wa kuwashirikisha wananchi. Nimetangulia kusema rasilimali ya wanyamapori pamoja na mazingira yake ni mali ya umma. Sasa ili ionekane kuwa ni mali ya umma, hawa wananchi ni part and parcel, ni sehemu ya uhifadhi. Ndio maana tunawashirikisha. Lakini tunawashirikisha ili na wao waweze kufaidika na hawa wanyamapori kama alivyosema mwenzangu hapa. Yaani kwenye kuwashirikisha ukiachana na habari ya kulinda, lakini pia na wao wanatakiwa wafaidike. Wanafaidika kwa njia mbalimbali, ikiwemo hizo fursa za uwekezaji kwenye maeneo ya wanyamapori, fursa za uwekezaji ya kufuga wanyamapori au kuanzisha mabucha ya wanyamapori kama alivyosema mwenzangu. Fursa imetolewa kwa wananchi wenye uwezo wa kufanya hivyo. Kuanzisha mashamba ya wanyamapori au zoo, maeneo ambayo yanaruhusiwa kisheria kwa ajili ya kufuga. Unatakiwa uwe tu na andiko lako, unalileta kwenye mamlaka ya TAWA. Kuna kitengo maalum ambacho kinahusika na hayo masuala ya uwekezaji. Wataangalia andiko lako,
watakushauri, watakuja kukagua. Lazima uwe na eneo kwanza, uwe umiliki eneo kihalali, hatua ya kwanza, alafu baadaye vingine vinafuata, lakini uwe na andiko, then unalileta kwenye kitengo husika, wanalichakata, wanafuata taratibu, alafu baadaye. Hiyo ni fursa ambayo mwananchi anaipata kutokana na hili. Ndio maana tunamshirikisha, kwa sababu isionekane tumemtenga, tukasema wanyamapori ni mali ya umma alafu tukamtenga, tukawa ni sisi tuliopewa mamlaka kwa kipindi hiki. Hapana, lazima tumshirikishe ili na yeye awe ni sehemu ya huu uhifadhi. Lakini kwenye mafanikio ambayo tunayo hususani katika kanda hii ya kati, kiukweli tumeongeza utalii kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, TAWA kwenye nchi nzima kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi iko kwenye kanda, imejigawa kwenye kanda 7. Ukanda huu wa kati tuna kanda inaitwa kanda ya kati. Makao makuu yako pale Manyoni, Singida, na inasimamia mapori ya akiba 5 kwa kanda ya kati. Mkoa wa Singida yako mapori 3. Kuna pori la akiba Rungwa, kuna pori la akiba Muhesi, kuna pori la akiba Kizigo. Lakini kwa mkoa wa Dodoma tuna pori la akiba la Swagaswaga na tuna pori la akiba la Mkungunelo liko kule wilaya ya Kondoa. Kwa hiyo sasa imegawa hivyo kwa ajili ya kurahisisha kwenye mafanikio kwenye haya mapori. Utalii umeongezeka. Kiwango cha utalii kimeongezeka kwa kiasi kikubwa, na inatokana na juhudi ambazo tunazifanya kutoka kwa viongozi wetu mpaka sisi watendaji wa chini. Juhudi kubwa ambazo tunazifanya zimeongezeka, lakini pia tumeongeza uelewa wa wananchi ama ushiriki kwenye masuala ya uhifadhi umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Hayo ni mafanikio ambayo tunajivunia kwa kweli tangu kwa kipindi hicho ambacho tumekuwa tukifanya hizi shughuli za uhifadhi. Mafanikio yako mengi kwa kweli, mtangazaji. Naomba sekunde 30. Naomba niongezee kidogo ile. Naomba nimalize na huyu nifunge mjadala alafu naimeka kwa sekunde 30. Naomba zungumza, tuna dakika moja tu. Ndio. Sekunde 30. Tuzungumza na wananchi wote ambao kuna watoto, kuna watu wazima ambao tutakuja kwenye hifadhi na vitu vingine kama hivyo. Na sekunde 30 za mwisho tutamwachia ndugu yangu. Asante. Wananchi wa mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla, mimi nawaomba, uhifadhi ama wanyamapori ni tunu ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Tumeirithi swala la uhifadhi kutoka kwa mababu zetu tangu kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni, wakati wa ukoloni, baada ya ukoloni mpaka sasa tulipo. Wanyamapori kwa kweli wanatuletea heshima kubwa na wana faida kubwa. Niombe wa Tanzania wote tushirikiane, kila mmoja kwa nafasi yake mahali alipo, tuwalinde hawa wanyamapori pamoja na mazingira yao kwa ajili ya faida yetu, lakini na vizazi vinavyokuja baada ya sisi kuwa tumetoweka hapa duniani. Asante sana. Mwanga tumalizie. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza, mafanikio ya TAWA kanda ya kati katika kipindi hiki cha miaka 4 ambao katika maonyesho ya sikukuu ya wakulima na 8 mwaka huu tuliweza kuongeza watalii wa ndani kwa kupata watalii 289,217 waliweza kuingia maonyesho na kujionea vivutio mbalimbali vya wanyamapori hai pamoja na rasilimali nyingine zilizokuwa zinatangazwa na TAWA. Mwisho, niwaombe Watanzania wenzangu, uhifadhi ni maisha yetu na maisha yetu ni uhifadhi, kwa maana ya kwamba uhifadhi unategemea si wananchi na wananchi tunategemea uhifadhi. Pasipo kuwepo uhifadhi hamna wanyamapori au na mazingira yao. Asante sana. Kutoka hapa Dodoma sina la ziada tena, nikurudishe Dar es Salaam, lakini kumbuka tulikuwa tunajadili umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na tulikuwa na wageni wetu kutoka mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori nchini kutoka TAWA, ambaye pia ni afisa mhifadhi Donald Masaga pamoja na Bartolomeo Maganga, wote ni wahifadhi kutoka pale TAWA. Mimi naitwa Leonard Mwasha, lakini msimamizi wa matangazo mkuu Kuringe Mongi, nyuma ya kamera Mapendo Kasiki. Nikurudishe Dar es Salaam kwa ajili ya matangazo hata ikiwemo marudio ya asubuhi njema.